Usiku ni wa manane. Sasa hivi ni saa 6 usiku. Na leo nimekuwa na siku ndefu. Ila kuna jambo ambalo limenikera, limeniudhi na pia limenishusha morali. Unanielewa? Yaani leo nimejaribu nifanye kazi, nilikuwa nimefanya, ila nimesikia lazima nilizungumzie ndio litoke kwenye roho yangu. Understand? Lazima niliondoe kwenye roho. Yaani liache kuwa na uzito mkubwa kwa maisha yangu. Upo? Now, mimi si mshauri wa ndoa kabisa. I'm not a marriage counselor. Yaani na sipendi kabisa kuwa mshauri wa ndoa kwa sababu watu wawili wakishashukanisha tususu waache. Unanielewa? Hapo ukishauri utabaki katikati. Unanielewa? But naomba niongelee kwa hili. I want to talk about it. Hii ndoa. Hamna ndoa rahisi. Hata ya kwangu mimi anti si rahisi. Ila ni ndoa ambayo naitamani. Yaani naipenda. I love my marriage. Kwa nini? Kwa vyovyote vile, kila mtu ni binadamu. Mume wako ni mtu ambaye si kakako, si mamako, si mjomba wako. He is not your family. Unanielewa? Ni mtu ambaye umelelewa wote na miundo misingi tofauti. Mmetoka kwenye boma tofauti, yenye mama tofauti, wameolea kitu tofauti. Kwa hivyo ndo mje mkae, msikilizane, muelewane, inachukua muda. Unanielewa? You never finish learning someone. Unamsoma mtu kila siku. Unanielewa? Nasikia wakisema kwamba mumeachana mwaka mzima. Muda mdogo huu. Muda mdogo. Mwaka mzima ni wa kubebea mimba, ndugu yangu. Kuna ambao kama sisi karibu tubebe mimba miaka 10. Mimi mbataji nimebeba miezi 10, si miaka, pole. I gave birth to Taji after 42 weeks. Hiyo ni karibu miezi 10, ilikuwa imebakisha wiki 2. Kwa hivyo mwaka mzima ambao mmeachana ni muda wa kubebea mimba. Upo? Watu wanarudiana baada ya miaka 20, miaka 10, wanarudiana, wanaishi na wanapendana zaidi ya walivyopendana. Siko hapa kumchamba mtu yoyote, wala siko hapa kumshauri mtu yoyote afanye kwa makusudi yangu. Mimi niko hapa kusema wazo langu na ninavyosikia kama anti, na nisipolitoa hili kwenye kifua changu linanisakama, limenijaa. Unanielewa? Yaani sina makusudi kabisa. Unanielewa? Kwa hivyo Njugushi na Wakavinye, kwenye ushauri huu ni wenu. Mimi siwajui on a personal level. Siwajui kabisa. Yaani hatujakuwa familia, hatuko cordial kabisa. Lakini mume wangu at some point anawajua. Mmekutana na mume wangu, kuna muda amewavalisha nguo. Yaani nashukuru kwa hilo. Na ndio nimesema ni matamanio ni yangu. Niliongelee hili. I want to talk about it. Unanielewa? Now, ndoa ni institution nzuri, ila it's one of the most fought institutions in life. Shetani hapendi ndoa, mahadui hawapendi ndoa, mahasidi hawapendi ndoa, wenye wivu hawapendi ndoa. Ndoa yani inafightiwa left, right and center, juu chini, upande kwa upande. Wanapigana kwa hela, wanapigana kwa mdomo. Unanielewa? Namba 1, binadamu ni binadamu. Majaribu yapo kila mahali, ambapo hakuna ambaye ni mkamilifu. Ambaye amekamilika hivi hakuna. Kama si kwa macho ya Mungu, je kwa macho ya binadamu? Kama hakuna ambaye ni mkamilifu mbele ya macho ya mtu, ya Mungu, kwa naomba samani, kwa macho ya Mungu hakuna mkamilifu. Kwa binadamu kutakuwepoje na mtu mkamilifu? Aliyekosea katikati yenu wawili simjui na hata sitaki kumjua, lakini cha muhimu ni kwamba hamna mkamilifu mbele ya macho ya mtu. Hamna mkamilifu mbele ya macho ya Mungu. Unanielewa? There is no perfect human being. Kila mtu ni mkosaji na kila mtu anakosea. Na ukitegwa, kuteleza si kuanguka. Upo? Kwa hivyo ndugu zanguni, wanandoa wenzangu, Njugushi na Wakavinye, mimi naomba, yaani niko chini kabisa, with my utmost humility, naomba work this out. Work this out. 1 year or not, sit down, talk. Communication is the key to a successful marriage. Kwenye kuongea panatokea suluhu, na hiyo suluhu itakujengea boma. Kwenye ndoa hakuna kiburi. Lazima mmoja ashuke kwa muda, lazima mwingine apande kwa muda. One person has to be a bigger person. Unanielewa?
Sasa naomba niongelee marafiki wenu. Rafiki ambao mnazingira wa Kavinye na Jugush. Ndio ili hapa jaribu. Ukingojea ufanye community service ndio ubarikiwe. Naomba community service ndio hii sasa. Marafiki wa Jugush na wa Kavinye, ushoga kazi. Naomba msikize tena nikisema ushoga kazi. Kama unampenda ndugu yako, usikubali akasambaratisha akavunja ndoa yake. Usianze kusema whatever makes you happy. Lugha kama hiyo ni ya wazungu, sisi wa Afrika haswa. Unanielewa? Ketisha rafiki zako chini, uwape ushauri, waambie warudiane. Nyinyi wenyewe ni marafiki zao, mumependa kabisa wakuwa wako pamoja. Do you like it when they're not together? You don't like it because squad yenyu ama group yenyu imekupa kwa umoja mkuu wote. Mimi naongelelea Butita. Napenda sana creativity yako, napenda sana kazi yako. Yaani na enzi unalolifanya kwenye mitandao. I love where you've come from, what you're doing and everything that you do. Najua uko mdogo kwenye ndoa. Lakini kwenye kurudiana ama kumkosoa mtu amna udogo na ukubwa. Ndugu, naomba ujizatiti kama mwanaume. Wewe si ndume kaptura, wewe si ndume suruali. Wewe ni ndume kama ndume. Mwanaume haswa. Simama na rafiki yako, mshauri rafiki yako arudi, ajenge ndoa yake. Abel mkuu, mkurugenzi, na nakusaliti. I like what you do, baba. Everything that you do, mwana mwaito. I love it. I love it. Umestahimishia, yani umesimamisha ndoa yako. Umestahilimisha ndoa yako. Kwa hilo, kwa mtindo ambao umefanya hivyo, naomba umvute shoga yako kando, umwelekeze kwa hili. Mkewe Abel, a very calm woman. Nakupenda sana dada, unajua. Tafadhali fanyeni hima, ushoga kazi. Friendship is expensive and this is how it is tested. Unanielewa? Yaani nikianza kuongea hapa nitayasema mengi, ila baraka za Mungu zinakujia kwenye amani na kwenye muungano. Where there is togetherness and there is peace, that's where God's blessings reign. Kwenye mafanikio yenu kwenye hii maisha, mmefanikiwa kwa sababu nyinyi wawili mlishikana na mkaongeza amani na mkashirikisha, mkasimamisha ndoa. Sitaki kusema eti kwamba mkiachana mtafeli. Mimi siyesema jambo kama hilo. Mdomo si wangu na mimi si mwenye mafanikio. Mafanikio yanapeana na Maulana. Mungu mwenyewe ndo anapeana mafanikio. Lakini Mungu mwenyewe anasema marriage, it's a blessed institution. Anasema anabariki ndoa. Kwa hivyo hata nyinyi ukiangalia success yenu mahali ilitoka, uliomokea kwenye ndoa, ni kwa sababu Mungu alipoona mmeshikana na mmeongezea amani, aliwashika na akawasimamisha na akawabariki na akawastiria baraka na watoto na vitu vizuri vizuri. Hizo baraka hazijaisha kumiminika, atawamiminia bado baraka. Lakini hilo linataka muwe wawili. Unanielewa? Starting over is not easy. Kwenda kuchukua mwanamke mwingine uanze, ama mwanaume mwingine uanze. Bwana we, eti uwezi nyamba mbele ya mume wako, eti unaogopa, eti unataka kukua cool. Ati uwezi kula chakula ukashiba because unataka kuonekana kama wewe mlafi. Kwa hilo mimi siwezi. Unanielewa? Na kama pale kwa pale. Ukijamba unajamba, ukila unala. Ukivaa dera unang'ara na dera. Kuamka saa 6 kupaka makeup kama nilivyokuwa napaka, eti ndio uonekane una muonekano mzuri. Kwenye hilo siwezi anza tena upya. Kwa hiyo kwa ushauri huo, sijui nini mlikuwa mnafanya kupleaseana. Ama I don't know what Kavinye does or what Jugush does. But for this, guys, I love you. Nawapenda sana na nawapenda kama mwanandoa mwenzenu. Rudianeni. Dadangu Saizet, ndugu yangu DJ Mo, you've gone through this and you've triumphed. Trials in marriage ziko mingi. Naomba mwashike hawa mkono. Stahimilisha hii ndoa, isimame imara. Aliyekosea iwe ni Kavinye iwe ni Jugush, sameaneni. Kila mtu binadamu na tuna upungufu kwa njia moja au nyingine. Na ni kwa hayo machache nimeyatoa kwenye kifua, kimekuwa kilaini. Nimepungukiwa. Kwaheri kwa sasa. Auntie ni wa Mporompompo.